Siwa, nashukuru tumekutana hapa. Amani ameniagiza jibu lake. Kamwambie huyo Amani simuhitaji na simtaki. Siwa, wanawake wengi ndani ya himaya hii wanahitaji bahati kama ulivyoipata wewe. Na ndio maana Amani ameniagiza nije kuchukua jibu lake. Mwanaume yoyote kuna himaya hii anahitaji mimi na mimi simuhitaji. Sijui unanielewa kibaraka wewe? Siwa, kubali kuolewa na Amani. Hivyo basi atakapotawazwa kuwa chifu ndani ya himaya hii, unakwenda kuwa malkia. Unaonaje heshima kubwa kama hii? Mimi niwe malkia? Sihitaji kuwa malkia wala nini. Kwani wajaona wanawake wote kuwa malkia mpaka mimi? Simpendi. Siwa, naona unapoteza bahati, kwa sababu wanawake wengi wanalilia bahati ulioipata wewe, kwa sababu Amani ana imani kuwa nyota zenu zinaendana, na ndio maana mpaka leo anakufuatilia. Kamwambie sina nyota na yeye, simuhitaji na simpendi. Sio yeye tupu, himaya yote hiyo ananifuatilia mimi, siwahitaji. Siwa, Siwa, Siwa. Amani, tangu alfajiri tupo ndani ya msitu, na mpaka sasa inaonekana wanyama wako mbali sana, na hapa tushapumzika vya kutosha. Vipi twende kwenye himaya? Sawa, nimekuelewa Parani. Tutakwenda, lakini vipi kuhusu kazi yangu niliyekutuma? Kazi nimeifanya, ila nikupe pole kwanza. Pole? Pole ya nini? Yule mwanamke amekataa kata kuwa na mahusiano na wewe. Yule binti amekataa kuolewa na mimi? Parani, unajua ni jinsi gani ninavyompenda yule binti, na kikubwa zaidi, mimi natakiwa nioe ili nitawazwe kuwa chifu wa hii himaya, na natakiwa nioe mwanamke ninayempenda na tunaendana nyota. Mimi yule binti nampenda, na inaonekana kabisa naendana naye nyota. Anakataaje kuolewa na mimi? Aende akawe mke wa chifu wa himaya siku za baadaye. Parani, utaki wewe mimi nioe ili niwe chifu wako? Sasa yule binti unatakiwa uende ukamkamate, kisha tuende tukampeleke kwenye maficho makubwa ya maporomoko ya mawe, mpaka atakapokubali kuolewa na mimi ndipo utakapomwachia. Hapana, ukifanya hivyo utajivunjia heshima ndani ya himaya hii. Mimi nikushauri kitu. Kwa nini ili jambo tusilipeleke kwa mtabiri akaliangalia? Kwa mtabiri? Sawa Parani, wazo lako sio baya, ni zuri. Twende kwa mtabiri, labda anaweza akatusaidia. Twende. Sawa. Siwa, mbona unaonekana ni mtu mwenye mawazo? Shida nini dada yangu? Ujue mdogo wangu, kwa hii dunia kuwa uyaone,
kuna mkaka mmoja ananisumbua kwenye himaya hii. Anakusumbuaje dadangu? Hamani ananisumbua, kaja ananitaka mimi. Kwa hiyo mimi nilimwambia simuhitaji. Anakaza kumtuma kibaraka chake. Sasa kama anakutaka wewe muhitaji, kwa nini usimpate mwenyewe na ukamwambie mimi sikutaki? Huyo kibaraka wake unapomwambia hivyo atakuwa akuelewi. Wewe mpate tu mwenyewe Amani, kamweleze kwamba muhitaji. Sawa mdogo wangu, nimekuelewa yote haya. Leo nitamtafuta Amani na kumwelekeza yote haya asinisumbue. Basi sawa dadangu, tokote kuni ili tuwahi kupeleka kwenye maji. Sawa mdogo wangu. Habari yako dadangu? Dada, nakusalimia wewe. Habari? Inaonekana mgeni kuna himaya hii. Mimi naitwa Siwa. Je, mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa mgeni. Jina langu kama ulivyotamka. Nataka nikuulize, hapa nilipo ni mbali sana na kufika kwenye himaya? Hapana, ni hapo tu. Samani, najua wewe ndio mtu wa kwanza kuniona. Je, kesho naweza kukutana na wewe tena mahali hapa? Inawezekana. Basi sawa, mimi niseme asante sana, maana nina vitu vingi sana kwa kukuambia na utanijua zaidi pindi tunapokutana kesho. Sawa. Acha mimi niendelee kujificha mpaka hapo kesho tunapoonana na wewe. Sawa. Huyu kijana ni mgeni. Kwa nini nimetokea kumwamini haraka haraka? Haya.
kukusumbua. Nimerudi tena. Amani ameniagiza kama anavyoniagizaga. Anahitaji jibu lake. Hivi unamuonaje Amani? Kwa sababu kwenye himaya hii yeye ni mtu wa pekee sana. Hivi unaonaje wewe siku ukikaa pale unatangazwa kwa wewe ni malkia katika himaya hii? Ni heshima ya pekee sana. Mimi napenda iwe hivyo. Nishakwambia kuanzia muda. Huyo Amani simuhitaji na simtaki. Mbona mnanisumbua? Hivi unamuonaje Amani? Kwanza ana nguvu. Umepata bahati.